Siri ya ukuta wa saruji. Tangu wakati huo, moyo wake ulikufa kabisa. Alijua kila kiapo alichomwahidi kilikuwa uongo. Mbele yake, alicheza kama mume mpole na mwenye upendo. Nyuma yake, alikuwa akiingiliana kwa siri na mwanamke mwingine. Hivyo baada ya kurudi nyumbani, mara moja alitengeneza supu ya samaki aliyoipenda mumewe na kuchanganya sumu ndani yake. Kisha akamnywesha. Kwa sababu alipomwomba ndoa, mumewe aliwahi kusema kwamba katika ndoa yao hawatawahi kuachana maishani, bali kifo pekee ndicho kitakachowatenganisha. Baada ya hayo, akamfunga maiti wake kwa saruji na kumjenga ndani ya ukuta. Hivyo wangedumu pamoja milele. Ili kuzika ukweli, alimwambia kila mtu kwamba takataka yule alikuwa na uhusiano mwingine wakati yeye alikuwa mjamzito, kisha alichukua mali yote ya familia na kukimbia. Polisi walikuja kuchunguza kutoweka kwake mara 3 wakitafuta kila mahali. Lakini hawakupata chochote. Hivyo wakamwomba atie saini nyaraka za kufunga kesi na wakaacha. Alidhani angebeba siri hii kaburini. Lakini mwanaye alizaliwa baada ya mumewe kufariki. Mchoro wa mtoto na ujumbe wa usiku. Miaka 4 baadaye, mwanaye alichora picha ya familia na kusema baba yake alisimama ndani ya ukuta, akimwangalia muda wote. Mwanamke huyo alishtuka papo hapo na kukimbia kwenda kuangalia ukuta. Lakini hakupata kitu chochote cha kushangaza, hivyo alidhani ilikuwa ni ndoto tu za mtoto. Tap like na follow kwa vitendo zaidi kama hivi. Kila anayetazama abaki salama, na bahati njema, na maisha yasiyo na wasiwasi. Kisha asubuhi iliyofuata, wakati wa kiamsha kinywa, mwanaye alisema, baba alikuwa amezungumza naye usiku ule. Mwanamke huyo aliogopa na haraka aliuliza, baba alisema nini? Baba alisema ndani ya ukuta ni giza sana. Akauliza kama nje ni mchana. Nikasema ndiyo. Akasema angengoja kidogo zaidi. Angoje nini? Asubuhiwe niwe mkubwa zaidi. Alisema ndipo anaweza kutoka nje. Lakini mumewe alikuwa wazi amekufa miaka mingi iliyopita. Jinsi gani angeweza kuzungumza? Haraka alimuuliza mwanaye alipogundua lini kulikuwa na mtu ndani ya ukuta. Mwanaye alisema baba alimuita kila usiku wazungumze. Kusikia hilo, mwanamke hakuweza kuelewa. Mwanaye wake hata hakuwa amezaliwa mumewe alipokufa, hivyo baba na mwana hawawezi kuwa wamezungumza. Alidhani kitu fulani shuleni kilikuwa kimemathiri na kumfanya aone maono. Hivyo asubuhi ya mapema siku iliyofuata, alikwenda chekechea na kumuuliza mwalimu kama walionyesha watoto video za ajabu, au kama mtu yoyote akidai kuwa ndugu wa mwanaye alikuja. Jibu lilikuwa hapana. Shule ilikuwa imefungwa kabisa na hakuna mgeni aliyeweza kuingia. Hii ilimfanya mwanamke achanganyikiwe zaidi. Mwanaye alikuwa na ratiba rahisi ya kila siku na hakuwahi kutoka mbali naye. Hakuweza kuelewa jinsi alijua kulikuwa na mtu ndani ya ukuta. Lakini usiku ule alimwona mwanaye akizungumza na hewa tena. Kisha hata alimuuliza mama yake swali kwa niaba ya baba yake. Baba aliniambia kukuuliza, je, wewe uliila samaki yule baadaye? Alisema hakutaka kuila siku ile. Alitaka kukuwekea wewe. Kusikia hilo, mwanamke alishtuka. Baada ya yote, samaki yule aliutengeneza mwenyewe na hakuna mwingine aliyeweza kujua. Lakini hakuamini mizimu. Alikuwa na uhakika mtu fulani alikuwa akitumia kifo cha mumewe kuleta msongo wa mara kwa mara na kuvuruga uhusiano kati yake na mwanaye. Mtu wa kwanza aliyemshuku alikuwa mama mkwe wake. Nyuma, wakati alipotangaza kutoweka kwa mumewe, mzee yule alikuwa amekuja kuumba matatizo mara nyingi, akisema alimuua mwanae wake na akidai haki. Ni baada tu ya polisi kumchukua ndipo alipotulia. Hivyo mwanamke alikuwa na imani kwamba yeye ndiye alikuwa nyuma ya haya yote, na alikwenda moja kwa moja kwenye nyumba ya wazee ambapo mama mkwe wake aliishi. Lakini aliambiwa mzee yule alifariki mwezi uliopita kwa mshtuko wa moyo baada ya madaktari kushindwa kumwokoa. Hata alipokuwa akigeuka kuondoka, muuguzi alisema mzee yule aliendelea kurudia sentensi moja kabla ya kufa. Sentensi gani? Alisema, mwanangu ananita kutoka ndani ya ukuta, ni baridi sana. Mwanamke alihisi kama radi imempiga. Hakuweza kuelewa jinsi mama mkwe wake alijua mumewe wake alikuwa ndani ya ukuta. Baada ya kutulia, alifanya uamuzi. Iwe ni mtu au zimu, angemvuta nje.
Hivyo alinunua kamera ya usalama na kuisakinisha nyumbani. Lakini baada ya siku kadhaa, kila alichokiona ni mwanaye akizungumza na hewa tupu bila mtu mwingine karibu. Hivyo alianza. Mwanamke alijuta kidogo, lakini kufikiri mwanae wake anaweza kuwa na matatizo ya akili kutokana na kukua bila baba. Asubuhi ya kesho yake alimchukua mwanae wake kwenda kwa daktari wa saikolojia. Lakini baada ya kumchunguza, daktari alisema mtoto hana tatizo lolote. Kisha daktari alimpa kadi ya biashara na akamrudisha nyumbani. Usiku ule mwanamke ghafla alisikia sauti ya mtu akivunja ukuta. Ilikuwa inatoka ndani. Alikimbia kuangalia na akagundua kelele zilikuwa zinatoka kweli ukutani. Ndipo tu alipoanza kuogopa kweli. Lakini hakuogopa kulikuwa na zimu kweli. Aliogopa kulikuwa na kitu nyuma ya ukuta ule. Baada ya yote, ukuta ulikuwa umesimama huko kwa miaka 4 na haukuwahi cha chochote kama hiki. Hivyo alijizatiti, akashika nyundo kubwa na akaamua kuuvunja. Lakini baada ya kutumia nguvu zake zote kuvunja ukuta, alishangaa kugundua kulikuwa hakuna kitu chochote upande wa pili. Alianguka chini, akishindwa kuamini alichokiona. Lakini kisha alihisi mtu yuko nyuma yake. Alipokuwa akigeuka, ilikuwa imechelewa sana. Kumbe mume ulikuwa mzimu ulomsubiria abomoe umalizie mbali. Simulizi imeishia hapo.